Usiku ule ulikuwa wa tofauti. Mji ulikuwa umelala chini ya mwanga hafifu wa taa za barabarani. Magari machache yalikuwa yakipita huku na huko, na mvua ndogo iliyokuwa imenyesha muda mfupi uliopita ilikuwa imeacha barabara ikiwa imeloa. Ndani ya gari jeusi ya aina ya sedan, kijana mmoja alikuwa ameshika usukani kwa mikono yote miwili. Jina lake lilikuwa Joy. Kwa watu waliokuwa wakimfahamu, Joy alikuwa dereva wa kawaida tu. Alifanya kazi yake kwa utulivu, hakupenda kuongea sana, na mara nyingi alikuwa akifanya safari za usiku kwa sababu zilikuwa zikimlipa zaidi. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo hakuna mtu aliyelijua kuhusu Joy. Hakuwa dereva wa kawaida, na usiku huo alikuwa akienda kufanya kazi ambayo ingeibadilisha kabisa maisha yake. Saa ilikuwa imefika karibu saa 6 usiku. Simu iliyokuwa kwenye sehemu ya pembeni ya gari iliita. Joy hakuitazama mara moja. Iliendelea kuita. Baada ya sekunde chache, akainua mkono na kuipokea kupitia kifaa cha gari. "Halo." Hakuna aliyemjibu. Joy akakunja uso. "Halo?" Sauti ya mwanaume ilisikika upande wa pili. "Uko wapi?" Joy akasema, "Nipo njiani." "Umefika eneo gani?" Joy akatazama kwenye kioo cha pembeni. "Dakika 10 kutoka kwenye eneo nililoelekezwa." "Sawa. Ukifika usishuke kwenye gari." Joy akanyamaza. Mwanaume yule akaendelea, "Abiria wako atakuja mwenyewe." Joy akaulizia, "Na kama hatakuja?" Akaambiwa, "Subiri." "Mtasubiri kwa muda gani?" Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha akajibiwa, "Kama hajaja ndani ya dakika 20 ondoka." Joy akavuta pumzi. "Na kuhusu kile nilichoulizwa?" Sauti ile ikawa nzito. "Usiulize maswali Joy." Simu ikakatwa. Joy aliendelea kuendesha, lakini maneno yale yalikuwa yameanza kumfanya ajisikie vibaya. "Usiulize maswali." Hayo ndiyo yalikuwa maneno ambayo amekuwa akiambiwa kwa miaka 2 tangu aanze kufanya kazi hii. Hakuwahi kujua majina ya watu aliowabeba. Hakuwahi kuuliza walikotoka. Hakuwahi kuuliza walikuwa wanaenda wapi. Na muhimu zaidi, hakuwahi kuuliza kwa nini baadhi yao hawakurudi tena kwenye gari lake. Joy alijua kazi yake ilikuwa hatari, lakini hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angejikuta yeye mwenyewe akiwa sehemu ya siri ambayo ingeweza kumfanya auawe. Dakika 10 baadaye, Joy alifika kwenye eneo aliloelekezwa. Ilikuwa sehemu yenye majengo machache, karibu na ghala kubwa lililoonekana kutotumika kwa muda mrefu. Aliegesha gari pembeni ya barabara, akazima taa. Injini aliacha ikiendelea. Joy akatazama saa. Ilikuwa saa 6 dakika 7 usiku. Dakika 1 ikapita, 2, 5, hakuna mtu. Joy akavuta simu yake mfukoni. Alikuwa karibu kumpigia yule aliyempa kazi, lakini kabla hajafanya hivyo tu, mtu aligonga kioo cha gari. Joy alishtuka. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Aligeuza kichwa taratibu. Kulikuwa na mwanaume amesimama nje. Alikuwa amevaa koti refu jeusi na kofia iliyoficha sehemu kubwa ya uso wake. Joy hakufungua mlango. Mwanaume yule akainama kidogo na kusema kupitia kioo, "Joy?" Joy akamwangalia kwa sekunde kadhaa. Akasema, "Ndio." Akaambiwa, "Fungua." Joy hakusogea. Mwanaume yule akatoa simu mfukoni na kuiweka karibu na kioo. Kwenye skrini kulikuwa na ujumbe mfupi, "Mruhusu aingie." Joy akafungua mlango. Mwanaume yule akaingia nyuma. "Endesha." Joy akauliza, "Tunaenda wapi?" Akaambiwa, "Endesha tu." Joy akaondoka. Kwa dakika kadhaa hakuna aliyesema chochote. Mwanaume yule alikuwa amekaa nyuma akiwa ametulia sana, lakini Joy alihisi kuna kitu hakikuwa sawa. Alimtazama kupitia kioo. Mwanaume huyo alikuwa amevaa glove.
na mkono wake wa kulia ulikuwa ndani ya koti. Joy hakujua alikuwa ameshika nini, lakini alihisi hatari. Baada ya dakika kadhaa yule mwanaume akasema, "Geuza kulia." Joy akageuza. "Endelea." Akaendelea. "Simama hapa." Joy akasimamisha gari. Mwanaume yule hakushuka, badala yake akamwambia, "Subiri." Joy akatazama saa. "Nilielekezwa kwamba safari hii ni ya moja kwa moja." Mwanaume yule akamwambia, "Mpango umebadilika." Joy akauliza, "Umebadilika vipi?" Mwanaume yule hakujibu. Sekunde chache baadaye simu ya Joy iliita. Ilikuwa ni namba isiyojulikana. Joy akapokea. Sauti ile ile ya awali ikasema, "Usifanye chochote mpaka nikuambie." Joy akatazama kwenye kioo. Yule abiria alikuwa bado amekaa kimya, lakini ghafla, bang! Kulikuwa na mlio mkubwa kutoka upande wa nyuma wa gari. Joy akashtuka na kugeuka. Mwanaume aliyekuwa amekaa nyuma alikuwa amelala chini ya kiti. Joy akahisi damu ikimkimbia. "Umefanya nini?" Hakujibiwa. Akaangalia kioo tena. Mwanaume yule alikuwa ameshika kitu mkononi. Joy akatambua mara moja ni bunduki. "Usigeuke," mwanaume huyo alisema kwa sauti tulivu. Joy akaganda. "Endesha." "Unataka kuniua?" "We endesha." Joy akabonyeza mafuta. Gari likaondoka kwa kasi. Lakini kabla hawajafika mbali, Joy aliona gari jingine likiwafuata nyuma. Taa zake zilikuwa zimezimwa. Joy akatazama kwenye kioo. Akasema, "Tunafuatwa." Mwanaume aliyekuwa nyuma akatulia kwa muda, kisha akasema, "Najua." Joy akauliza, "Ni akina nani?" Hakujibiwa. "Ni akina nani?" Joy akarudia. Mwanaume huyo akainua bunduki kidogo. Akamwambia, "Usiulize." Joy akanyamaza. Lakini safari hii hakuweza kujizuia. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 2 alienda kinyume na sheria yake mwenyewe. Akauliza, "Kwa nini mnanitumia mimi?" Mwanaume yule akamwangalia kupitia kioo. "Kwa sababu wewe ni dereva bora kuliko unaofikiri." Joy akakunja uso. "Hiyo ina maana gani?" Mwanaume huyo akatabasamu kwa mara ya kwanza. "Maana yake ni kwamba..." Akaacha sentensi yake. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Hujui kabisa wewe ni nani." Joy alihisi mwili mzima ukitetemeka. "Unamaanisha nini?" Mwanaume huyo hakujibu. Badala yake akatazama nyuma. Gari lililokuwa likiwafuata lilianza kuwakaribia. Akaambiwa, "Ongeza mwendo." Joy akabonyeza mafuta. Gari likaanza kwenda kwa kasi. Lakini ghafla mwanaume huyo akasema, "Joy, kuna kitu nilisahau kukuambia." "Nini?" "Abiria wa leo si mtu tunayempeleka." Joy akamwangalia kupitia kioo. "Basi ni nani?" Mwanaume huyo akatulia kwa sekunde chache, kisha akasema, "Ni mtu tunayekwenda kumuua." Joy akakanyaga breki kwa nguvu. Gari likateleza kwenye barabara iliyokuwa bado imeloa, na wakati huo huo gari lililokuwa likiwafuata likaanza kuwafyatulia risasi. Joy akapiga kelele, "Wameshambulia gari!" Mwanaume aliyekuwa nyuma akainuka, na hapo ndipo Joy alipogundua jambo moja la kutisha zaidi. Mtu aliyekuwa amemlipa kwa safari hii hakuwa abiria, alikuwa muuaji. Na Joy alikuwa dereva wake. Lakini hilo alikuwa jambo baya zaidi. Jambo baya zaidi lilikuwa kwamba muuaji huyo alikuwa ameitaja jina la Joy kabla hawajakutana, na Joy hakuwahi kumpa mtu yeyote jina lake.